Hapa si kulikuwa kwanja kamuteko kangwa. Maajabu kweli. Na miteko nao pia inaswana. Kakoba gani mimi naingia mwa? Na miteko pia inaswana. Sasa hii we muteko unabakia pale paka kufa ya miaka yako. Na sikujeke tena umbo. Kuanzia mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka si huyu hata sekunde. Sasa pale ndo unaikaa. Sikujeke unaikaa hivi hivi. Umbo. Ni maisha ni vile, lakini nitafikia hata kujiua mwi maisha hivi. Siweze weza hivi na mwendo wangu inabadilika mpaka umbovu wa maisha. Wewe ni nani? Yapo rogo. Ndiyo, ni mimi. Kilio chako kinatuchosha kilingeni wetu. Ndiyo. Kila unachokifanya akiendeke. Kiendeke. Ukilima shamba au pati mazao. Pesa ngapi? Ukifunga boma chochote hakipatikani mwanangu. Ulikuwa hii. Mbona wanadamu wanakutesa wanakuponza mwanangu? Sijui. Sasa utaweza masharti ambayo mimi nataka kukupatishia. Kabisa. Nitaielewa. Eti unanifahamu kwanza? Hata kukuona mwenyewe sikuoni. Mimi naishi Kilingeni. Mimi ni kati ya Bakulu. Sasa nitakupa kitu ambao utaweka nyumbani kwako. Ndiyo. Wewe ni mwana wa kiume. Utaweza? Nitaweza. Na kurudilia, utaweza? Kabisa, nitaweza. Sasa nakueleza hivi Rikogo. Utarudi huko kwenye mke wako. Mwende msungumuze msikilizane katika nyumba yenu. Na kisha ukia uchukue kitu ambayo itamsaidia katika maisha yenu yote. Nitashukuru baba mzee kama nitashukuru. Mimi ni Bakulu. Bakulu. Ndiyo nitashukuru mzee Bakulu. Mimi na kuondoka. Maajabu kweli. Mtu mmoja wa kwanza hapa duniani ndio mimi wa kwanza kuona vitu kama na hivi. Kwanza ni mtu gani huyu kanitokea hapa usiku yote mchana anikala hapa hapo? Mtu gani huyu? Ananiambia eti maisha. Na maisha yenyewe mimi nataka. Popote nitaenda. Kama maisha nitaenda. Naitika hii. Kama kutosha nitatosha mtu. Leo paka kieleweki. Batoto yangu, mimi ndio ni kwa sema na mimi hapa mimi mama yenu. Simona maisha yetu tuko nayo ya bumasikini, kulima mashamba. Ndio maisha yetu tuko nayo, tukujenga tuko na bumasikini ya mwisho. Mko na tuma vazi nene niko nayo. Ene niko na batoto yangu mujichunge, ni kwa mutegemea ndio nyefo musome. Pasipo nyie na tutajenga batoto yangu musome batoto yangu. Kati yenu ifo ni jenge juu nazala kwa batoto hata basi maka mtu akazala mtu iko mubaya ni anzala bianga nje bakamona na mimi banitonya nye batoto yangu mujikaze kwa masomo. Haya mama, si tushasikia, lakini kwangu mimi nimependa masomo kama yeye zake sijui. Kwangu mimi nitaolewa salama na utatulizana, kila kitu kwangu utapata, lakini nataka masomo niendelee nazo. Sawa mama, mimi nakusikia. Kwa masomo kwa mimi nitasoma bia kuolewa bia kwa mwakili hii siku. Mimi nikiingia tumenia masomo kama mwenzangu njoo atolewa binamuona bila. Mimi maisha yangu nategemea masomo bia kuolewa mimi shiviju.
Sawa, nasikia watoto yangu mwile masemeni nyo masema na mimi nitaendelea kujikaza kwa ajili yenu. Nasikia masemi yenu. Ha, mama. Paka saizi baba hajarudi. Sijui hata kwenda, nisikia kwenda wapi, sijui hata kwa kwenda. Tumusubiri tu hapo. Ha. Wewe naoma kama sijamuona. Iko na rasio le babenu. Imesha bu maskini ne tuko. Na mimi tashipenda hata kumuona wasamo. Mimea yangu yote hii haitoe kitu, hata nikienda kuzisha bana nikatia ndizi uende sokoni unaenda kutosha 1000 francs. Ndizi 15 inatosha 1000 francs wapi na wapi? Sasa leo ndo kuisha habari yenu. Na kwa bosi leo. Mbona mko kama hamuna mtu? Wanaenda wapi? Hao mnakufa hodi. Nyumba yangu ndo napikia hodi. Wenye nyumba wote hawiko. Wanaenda wapi? Hao nyumba wapi? Wanapasha kuwa huku kwa kabariza ketu. Hao wajimu wenzao wanakuja na furaha kiasi gani? We, hauna tena kazi saa hii. Hapa inabaki ni kukata madawa. Madawa tu ndio inabaki. Hapa hatucheze tena mchezo. Hata kutosha kike changu na kitoa. Katoto kangu fye, toka hapa. Hamuna chochote leo. Hapa ni shakuwa bosi. Ngoja ni watafute. Familia yangu. Papa. Papa. Vipi mwanangu? Tuko. Karibu Sheri. Vipi? Kazi. Kipi Sheri wangu? Ndio. Maajabu. Hapa sasa. Haya. Kule ndo uishie kwanza. Na tumashapo kama twa nini? Hapa ndo kuisha habari. Haya. Mke wangu. Abe. Haya nyumbani. Hapa tuko tu mbazima kwanza tukwa kutafuta tuko iende. Mimi silijua tena mimi nibeba mpanga hapa asubuhi nikaenda huku kwenda naangalia tumiteko. Sinajua tena maisha yetu hii. Kila kitu ni akiendeke kwa maisha yangu. Kwenda kuangalia mteko wenyewe naona inafaa tu kama nasema chonte pale. Kwenda kusogea hivi ni kubwa yayo mti ibaniwe, nani aliingiza mti kumteko yangu? Hadi mwenyewe nikajicheka. Maisha gani? Hapa wanangu wanakula leo msosi. Baba unachekesha. Kufika pale nende nione tu mti ndo anatia sasa kumteko. Mimi nadhani nyama kumbi mti. Saa ngapi nikate mteko? Wewe Jaribu hii Mungu wangu. Papa na kuona bafuyo wewe. Bafuyo, wewe fuyo, mimi nakwambia kweli unaniambia fuyo. Haya. Sasa wanangu, naomba mwende mpumzike kidogo Ndio. Nataka kuongea na mke wangu hapa kidogo. Mulienda kwanza leo kwa masomo leo? Tulienda papa. Haya, niende kwanza kidogo. Tuongee. Mke wangu. Abe Sheri. Nilienda porini hapa nakutana na majanga. Yaani majanga. Yaani Ukiita majanga ndo majanga. Nikutana naye wakati nienda hapa hivi. Kisha kukutana na majanga ya mteko hii. Si ndio napita na nanje enda sasa kuangalia kule kushamba kule. Saa ngapi nisione kichekecho? Nione kia kubwa. Kina nini? Kinini kile? Sikujua kinini. Ngoja pe niongeze bwanangu niambie mzuri. Wewe acha. Nione tu kinajitokeza mimi. Au muipori ndo mshakuwa majoa ya mchana. Nikazani tu uongo. Saa ngapi kizitoshe sauti? Black Robo. Ananijua mpaka jina langu mke wangu. Jina lako? Uliona na macho? Wewe niliona ndo kwa mikono. Si mimi nakwambia niliona kwa macho tu. Sasa kikaanza sasa kuniambia. We, unajua maisha yako ni mangumu sana siku hizi, mimi naijua. Alijua Hata mkipanda mashamba, mavuno yenu haitaendeka. Hata mkifungua boma hii mnatia samaki nyingi. Hamvune chochote. Hadi mimi mwenyewe nashangaa. Ile yote akaanza kuniambia mimi mwenyewe nikasema, isipokuwa Mungu tu, ulesemea Mungu wewe. Mungu? Mimi mwenyewe ndo sijui kama Mungu. Isikwe tu Mungu le bwanangu. Leo atakuya na wewe maisha yetu tuko moya nguvu hapa. Hao Mungu.
Semea Mungu hasa huu. Iko saa Mungu. Kaniambia hivi. Anataka kunipeshia maisha. Ila masharti ndio niitimilize. Makondisio? Ndio. Kwa Mungu akwake makondisio kamwabudu tu atakupeshia vyote vyote apenda. Makondisio tena kwa ya nini? Sasa mimi ningifanyeje? Sheze tika makondisio kutakuwa tutoshe batu tu kwa batoto hapa bezo tulomba abo tuteshia shite tikele bwanangu. Sasa mke wangu. Unajua kila jambo tukiipitilize hivi tutaendelea kukata sasa mapapao ndio tunatia shapuku kisha tunaenda nao mjini huku tunaenda tamba na upungufu ya maisha na tusumbua hapa. Bora tusipitishe hii leo. Mungu akukwake makondisio bwanangu shite tika ile shina mubile byako. Kwa kuishi maisha efo tu tuishi maisha ya maskini. Wewe wazo yako ikoje kwanza? Wazo yangu twende kwa Mungu, tuombe Mungu ndo atatupesha maisha mzuri, apela makondisio. Mungu wapi? Si Mungu wa mbinguni, Mungu wangu wapi chini? Hao niambie kwa transfer ngapi wanalipa kwa kufika huko juu mbinguni? Kwenda kukanisa. Waenda kwa kanisa? Mara ngapi nisiende kwa kanisa hakuna majibu? Mimi nakwambia hivi. Jibu inakuja faster. Sipike ile makondisio yako shite tika shiko mubini. Batoto yangu bende kubia makondisio ya madao. Shiko. Nani alikuambia watoto wako wanataka kutolewa? Shiko mubile shiko. Batalomba nani wa karibu batamlomba koko wabakunilomba mie batalomba batoto. Sikiliza. Shiko mubile. Kwa ile hali nilisikia pale. Haimaanishi kutoa watoto wako. Sisi tunapata maisha kivile tu. Iko ya nini? Tena kwa furaha. Makondisio tu tutashinda kutimiliza kweli. Ndio niambia sile maisha ni mwapate iko ya nini? Wewe si unahangaikia sabuni hapa ili ufule manguo. Unakuwa na samile nyumbani mule desa mile unafikiri utangaikia nini mke wangu? Iko mbile bwanangu. Mke wangu. Sio kwamba makondisio yenyewe ananipa ananiambia nifanye hivi. Mimi siasikia hata kondisio hii. Aniambia niende kesho. Ndio atanipeshia sasa ile makondisio. Ile makondisio nikikuwa sasa ya kutoa watu au kutoa mwanangu, kutoa mke wangu. Hapo na mimi sitakubali. Siwezi kukubali mke wangu. Sawa bwanangu, mimi nasikia tusikie kwamba ile makondisio na batakupeshia ndio tusipitishe hivi bahati bure sama haikukwaa makondisio kutoa watu na tunakosa maisha. Ile bwanangu. Haya ndio nilikuwa nakuongelea. Sawa. Vipi? Watoto uiko wapi? Wakingia wanalala tu huko ndani. Uwaite sasa warake. Mkuye kwa ukabeni kwa mwanangu. Wewe Bernadette? Mtu anataka kwenda porini huko nyewe mnaikala hakuna hata kulaka baba anaenda wapi? Baba olele ale. Uone ikaa tu hapa. Sisi tunaenda porini na mama. Nyewe mubaki hapo. Sawa. Mujiandae wa kwenda kwa masomo uende na mwingine wa kufanya makazi yafanye. Wewe sasa mtoto wangu mpenda wewe nakupendaga saa zote wewe upendi masomo wewe. Sisi tunaenda zetu. Ndio hiyo mke wangu. Sio kwamba usione wala watoto wako wasijue hata kamoja. Unajua tena? Abatajua mambo ya simu kaka. Maisha ndo tuanje kupeleleza kila wakati. Hakuna kupeleleza. Na yeye mwingine eti. Wewe acha tu. Tunataka kufika mke wangu, sio mbali. Ndio tuendelee na safari. Mke wangu, unajua tena nilikwambia kukamteko. Ndio kale unaona muti? Nani sasa ananibanishia muti? Unaona maisha yangu? Mimi ndo nibaki aje tu mwivi. Leo napata. Twende bwana. Leo ndo twende. Sasa mke wangu, hapa tunataka kufika pale. Tunakuwa karibu na kufika. Wakati tutafika pale tu, unasikia? Tutaita tu mara 3. Mzee wa Nkulu ndo jina yake. Ya kuita tena. Ujui? Mzee wa Nkulu ndo jina yake aliniambia. Sasa nikimuita Kobe hata nipiga. Twende. Tukaita tu anachomoka sasa kwa mtaratibu. Na usiogope.
Beba kwanja roho ya kianaki. Mzee wa Nkulu. Mzee wa Nkulu. Mzee wa Nkulu. Black Robo. Ndiyo mzee wangu. Karibu tena mwanangu. Ndiyo. Najua unaheshimia mpango wetu. Na leo ndio siku ya kukupatishia maisha kumikono. Sasa mwanangu, kabla huyachukua hiyo kitu, masharti ni haya. Kitu yenye utapokea mikononi mwako itakuwa na yake chumba, au ndani ya chumba ile we unalala. Ndani ya ile chumba wale mabinti wako wawili hata siku wasiingie kuchumba yako. Unasikia? Sawa mzee wangu, nakubali na nitatii kila kitu. Unasikia? Nitatii mzee wangu, nashukuru. Mabinti wako wawili mimi nawajua wote. Kuna yule ana rangi ya mweupe na yule ana rangi ya mweusi. Wote wawili wasiende kuona kitu ile ndani ya ile chumba. Sharti ya pili, kila siku unanunua mbombombo, yaani bombo vile mnaita mkia kwenu. Bombo mbili, moja asubuhi unatupa kwa ile chumba, ingine moja magharibi kwa kulisha ile kitu. Na mabinti wako au mtu mwingine awe ndugu yako au ngambo ya mke wako wasione ile kitu. Nadhani unanisikia? Ndiyo mkuu wangu. Basi subiri hiyo kitu niitoshe mahali patakatifu. Black Robo. Ndiyo. Kinga mikono miwili haraka.